unakwenda na kichwa kinachosema ahadi ya Mungu ni hakika. Ahadi ya Mungu ni hakika. Kama ulishawahi kuahidiwa na wanadamu wakabadilisha maamuzi yao, lakini leo nakuambia ahadi ya Mungu ni hakika. Kile ambacho Bwana anasema hicho kinatokea. Kile alichokuahidi wewe hakitaweza kupindishwa. Kile alichoweza kutamka kwa ajili ya maisha yako kitatokea hicho hicho. Leo ni leo. Lazima ukitoka kwenye mlango ukutane na kile ambacho ulichoahidiwa na Bwana. Leo tunakwenda kukomesha mateso na misiba na huzuni ulizokuwa ukipitia. Kuna watu wengine wameweza kuamka wanalia, wanasema hivi, Mungu mimi hanioni. Nataka nikwambie, Mungu anakuona, anakujua na alikuumba kwa mpango wake, lakini alipokuleta duniani alikuleta kusudi maalum, utekeleze na kusudi kisha urudi kwake. Amen. Naongea na Mtanzania. Ule mpango wa kukuumba alikutengenezea ratiba ili utekeleze ratiba kisha uende mbinguni. Hakukuumba uweze kupitia mateso, hakukuumba uweze kulia, hakukuumba uweze kupitia fadhaa. Fadhaa zote ni mpango wa kuzimu kwa ajili ya kumteka huyo mtu ili amilikiwe na Shetani. Kama una fadhaa yote, kama una changamoto, leo nataka niikomeshe, maana ahadi ya Bwana ni hakika na amina. Hebu nisomee msomaji, twende katika Zaburi 89 mstari wa 34. Andiko letu hapo tuanzie. Haleluya. Tuko na muda mchache sana, uhakikishe unaenda na mimi. Kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 34. Mstari wa 34. Neno la Bwana linasema, mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka mdomoni mwangu. Amen. Amen. Asema mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Huyu ni Mungu anaongea. Sitaweza kulihalifu agano langu na wala sitalibadilisha lile neno lililotoka kwenye mdomo wangu. Mungu anamthibitishia mtumishi wake Daudi. Lipo neno Mungu aliongea na wewe. Lipo jambo ambalo ulisikizishwa, aidha kupitia maono au kupitia ndoto. Ulioteshwa ndoto njema, ulioteshwa mamlaka ya Mungu, alafu ulipoikataa, ulikataa maisha yako. Lakini ile ndoto au yale maono au ile sauti uliyosikia, alikuwa ni Mungu aliamua kujitambulisha kwako. Alitaka tekeleze kile ambacho ulichokiona. Anasema sitaweza kulihalifu agano langu. Mungu anapoongea na mtu anafunga agano. Sheria ya Mungu imeunganishwa kwa kambi yake. Kama Mungu hajasema, hapo huwezi kufanya chochote. Ila kama Mungu amesema, dakika hiyo Mungu huyo amejifunga kwenye kile alichokisema. Ni mara ngapi Mungu ameongea na wewe? Ni mara ngapi umeguswa ile miguso ya kimungu, alafu kasema labda binadamu tu, haiwezekani hii. Dakika hiyo nikuhakikishie mchana wa leo, ulikataa maisha yako. Wale walio wajanja, akishaambiwa na Mungu jukumu anaokuwa nao, Bwana ulisema na mimi, Bwana ulisema tenda sasa. Mbona unasema wewe sio mwanadamu? Kama umetamka lazima utende. Tenda sasa. Huyo mtu ndio ukisikia watu wanaotembea na ishara na maajabu, watu wa aina hiyo. Naongea na mtu. Hebu nisomee Hesabu. Naongea ahadi za Mungu
ni amina na kweli. Nisomee Hesabu 23:19. 23:19 inasema, nataka nikutambulishie maisha yako ulionayo. Mungu si mtu aseme uongo. Mungu si mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Swala sio mwanadamu ili kile alichokisema alafu aseme mama yangu. Iwapo amesema hata litenda. Iwapo alisema hata litenda. Iwapo amenena hata lifikiriza. Iwapo amenena yeye hata litimiza. Neno kufikiriza, kutimiza. Asante. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, wala si mtu hata jute. Iwapo amesema hata tenda, kama ametamka kwa kinywa chake hata litimiza. Mungu hatishi na hali. Mungu hatishi na hali. Sio Mungu ameongea alafu aseme mama yangu, kwa nini niliongea? Mungu sio mwanadamu hata jute. Kama akiongea amesha programu hiyo kauli yake kwamba inakwenda kutekeleza jambo fulani, na hilo jambo likisha tekelezeka, huyo mtu nataka aishi kulingana na hii picha niliyotamka.